aweze kukubariki, hiyo kazi iweze kuendelea. Nataka tuulize nyimbo moja tukimkaribisha Mheshimiwa Rais ndiye aweze kusema na sisi, na usichoke kuja hapa. Siasa hii umeona hapa itaendelea, lakini wote baadaye ni kukaa pamoja, kula pamoja kama watoto wa chumba moja. Siasa isitenganishe sisi. Kwa hivyo, kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, tusimame jameni tafadhali. Nyimbo, tumkaribishe Mheshimiwa Rais. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea nawe pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu natembea mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe na yani kutema shaka sawa sawa pamoja na wewe na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Haya, asanteni sana, tunaweza keti chini. Thank you very much. Haya. Wana JCM hamjambo? Wana JCM hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agosho. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Yani wana JCM. Mumenishangaza sana. Yani nyinyi mumeweza. Yani mumeweza. Sio kawaida kwenda kanisa yenye imejaa watu wengi kama nilivyoona hapa katika JCM. My brother Bishop Ben Kamau, nasema pongezi sana for the compassion you have demonstrated to the people of Ruiru and the people of Kenya. Congratulations. Na nataka nikuhakikishie ya kwamba hii kazi mzuri unayofanya hapa kanisani, you can count on my support. You can count on my support. And you can count on my partnership. Wakati nilipata mwaliko kwamba siku ya leo munasherehekea 3rd anniversary. Yani kanisa yenu ni miaka 3 peke yake. Hey. Na ikifika miaka 5 na miaka 10, hii ni kanisa ya baraka jameni. Tumpigie Mungu makofi. Wakati nilipata hiyo habari, nikasema kwa vyovyote, nilikuwa mbali, lakini nikasema kwa vyovyote nitafika hapa, niungane pamoja na nyinyi, tusherehekee ushindi wa Mungu kwa kanisa lenu la JCM. Nimepata mafunzo mengi hapa kanisani. You have given compassion a new meaning.
Wakati tulisema bottom up, sikujua hata pale kanisani kunaweza kufanyika bottom up. Leo nimeshuhudia bottom up macho kwa macho. Nimeambiwa hapa munawainua vijana mayatima. Hapa mnainua wamama wajane. Hapa mnainua vijana ambao hawana school fees, mnawalipia. Hapa wale hawana pesa ya kuanzisha biashara, mnawapatia pesa ya kuanzisha biashara. Kama kuna example ya bottom up, nimeona hapa kanisani JCM. Na kwa hivyo mimi nataka niwaeleze ya kwamba Mungu ambaye anaona matendo yenu mema atawazidishia baraka yake na mtawafikia wengi. Mimi nimefurahi pia kufika hapa Kiambu. Si mnajua hivyo? Mimi nawaambia watu wa Kiambu, asanteni sana kwa ushirika wenu, kwa urafiki wenu na vile tunafanya kazi kwa pamoja. Wakati tulipangana na nyinyi, mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba kura zenu na baraka zenu za maombi ndio itatufanya tubadilishe Kiambu na tubadilishe Kenya. Na nimewarai ya kwamba nchi ama county haibadilishwi kwa maneno, inabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo. Na mimi niliwaeleza, tunaelewana? Niliwaeleza kuna mambo lazima tubadilishe katika taifa letu la Kenya. Wakati tulisema bottom up, haikukuwa slogan, ilikuwa ni mpango. Tuliwaambia kina mama wetu ya kwamba pale wanafanya biashara tutawapangia mahali pazuri pa kufanya biashara. Mahali kuna stima, kuna maji, kuna usafi, kuna cold room, kuna storage. Leo mimi nafurahi Kiambu. Kiambu ndio county nambari 1, mahali tumejenga masoko mingi sana Kenya. Hapa Kiambu tunajenga soko 29. 26 of them karibu tunazimaliza. Na mimi nitarudi hapa Kiambu. Kazi yangu sasa kuanzia mwezi wa 6 ni kuja kufungua soko, napatia kina mama. Nafungua soko, napatia kina mama. Nafungua soko, napatia kina mama. Na wakati tutakuwa tunafungua soko, pia tutakuja na stock ya kina mama kufanya pale ndani ya hiyo soko. Nyinyi mnanielewa? Tumetoa pesa ya serikali. Nimetoa pesa bilioni 5 ya kujenga masoko ya hapa Kiambu. Na hiyo kazi inaendelea. Kuna watu wengi hawakuamini, walituambia ya kwamba maneno tunasema ni uongo. Hawakuamini inawezekana. Leo I can confidently stand in Kiambu and say the markets we promised are under construction. Some of them are about to be complete, and we are going to complete all the markets as per our promise to the people of Kiambu. Tunakubaliana jameni? Pia mulinieleza ya kwamba nipange mambo ya barabara. Bado tuko na barabara nyingi haijashughulikiwa hapa Kiambu. Si ni kweli? Leo Kiambu County, pesa ambayo tunatumia hapa mwaka huu peke yake ni bilioni 15. Barabara tulikubaliana na nyinyi ya dualing, ya kutoka pale Pangani mpaka Denderu. Hiyo barabara ni shilingi bilioni 22, na tuko na hiyo pesa. Contractor anakuja hapo, tutajenga, tutamaliza. Tutaunganisha hii barabara kutoka Kamakis hapa, mpaka ifike Kiambu town. Na nimewaeleza watu wa Kiambu, na hata hiyo amuku niomba, mimi nimepanga mwenyewe
nikasema hii jam, si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam, inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya watu wa Kiambu ya kutoka hapa Thika mpaka Museum Hill. Ndio hiyo jam hiko pale tuondoe. Mnanielewa na Kiambu? Hakuna mtu aliniuliza, mimi mwenyewe ndio nimepanga. Ni mnanielewa? Tuko pamoja? Jambo la 3. Bishop hapa amesema ya kwamba tuko na vijana wengi wanasomea katika Tibet yenu hapa. Nilikubaliana na ndugu yangu Mheshimiwa King'ara ya kwamba ile Technical Training College iko hapa tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya Technical Training College yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000 in Kiambu County. About 14 either TVETs or the universities ama KMTC tunajenga hostels kwa sababu hatutaki vijana wetu waishi katika vijongoji duni. We want them to live in decent places. Hiyo kazi yote tunafanya tukiwa pamoja. Vile vile mimi nataka muelewe kama wana Kiambu, katika ile program ya housing hapa Kiambu ndio inajengwa nyumba nyingi zaidi kuliko sehemu yoyote except Nairobi County. Hapa tunajenga nyumba 17,000. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 43. Na nyumba hizo zingine kama ya hapa Ruiru imekamilika. Mimi nitakuja kupatiana funguo wananchi waishi kwa manyumba ambayo ni bei ya chini, lakini wanaishi kama wananchi wengine. Kiambu tunaelewana? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana namna gani? Si hapo kwa kazi ni kazi? Mimi nataka niwaeleze hiyo kazi yote mlionipatia